Basi movie yetu inaanzia mahakamani. Mwamba ambaye anaitwa Taejong analalamika kwamba kesi siyo yake bali kuna wana wamemsingizia. Wakati huo akilia kwa uchungu, aliapa kwamba lazima atalipa kisasi kwa wale wote ambao wamemsingizia. Jamaa anafanya kazi ya delivery, yani huwa anasambaza vyakula kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo apartment lakini kwenye store za watu. Siku moja alienda kupeleka chakula kwenye apartment, lakini wakati anatoka aligundua kwamba kuna mmea umewekwa kwenye jua. Hivyo aliusogeza pembeni na kisha akaacha ujumbe yeye kama specialist kusema kwamba inatakiwa aweke kwenye sehemu ya kivuli. Akiwa kwenye mishe za kila siku barabarani, alikutana na bibi mmoja ambaye alimuomba msogezee begi pembeni. Bila yana jamaa alifanya hivyo. Lakini usiku wakati akipata chakula, alishangaa simu ya mtu ambaye hamfahamu inaita pembeni. Jamaa kupokea, alishangaa ni sauti ya kike. Sauti hiyo ambayo ilimuelekeza location ambako anatakiwa kupeleka simu, lakini pia alimwahidi kitita kikubwa cha fedha. Basi jamaa kwa sababu alikuwa na shida na fedha, aliwahi mapema na kupeleka simu. Alipofika alishangaa sio nyumba ya mtu bali ni kwenye tunnel. Basi jamaa alielekezwa kwamba aingie ndani, atakuta kwenye box, kisha ataacha simu na atakuta kitita cha fedha. Basi jamaa alikuta kitita cha fedha, kisha akaamua kuondoka zake kurudi nyumbani. Kesho yake asubuhi wakati mimea inaloa, basi alitoa na kuingiza ndani. Lakini kuna watu ambao walikuwa wakiingia mlangoni wakidai kuwa ni maaskari, na wakati huo akimwambia jamaa yuko chini ya ulinzi kwa ubakaji na kumuua binti ambaye hana hatia. Bila kuelewa jamaa ni nini kimetokea, na kwa mshangao mkubwa jamaa anapelekwa mahabusu. Wakati jamaa anaendelea kujitetea kwamba kwenye hilo tukio sio yeye amehusika na ana ushahidi kabisa kwamba yeye hajahusika. Wakati huo pia mpenzi wake upande wa pili aliona taarifa. Rafiki zake walienda kumtembelea mahabusu na kumwambia kwamba huko nje hali imeshachafuka. Kila mtu anadhani kwamba yeye ndio muuaji. Basi jamaa alijitetea na kusema kwamba yeye wala hahusiki na hicho kitendo. Siku nyingine tena bibia alimfuata ambaye ndio mpenzi wake. Jamaa kwa uchungu alijieleza kusema kwamba yeye hahusiki na hilo tukio. Bahati nzuri ni kwamba bibia alimwamini Mwamba, hivyo aliapa kutafuta mwanasheria alafu kisha na kufungua kesi upya. Basi bibia pamoja na rafiki zake bila kusahau mdogo wake walianza kupiga simu kwa wale watu ambao walikuwa wakipokea chakula wakati jamaa anasambaza. Hivyo walikusanya ushahidi wa ramani na muda ambao jamaa alikuwa akifanya kazi. Ikaonekana kwamba siku hiyo jamaa alikuwa busy kusambaza vyakula. Hivyo wakapata tumaini kwamba basi jamaa huenda akapona kwenye kesi. Lakini aliposimama mwanasheria mkuu ambaye ndio alikuwa sehemu ya upinzani ambaye alikuwa akidai kwamba jamaa ndio amefanya mauaji, alimuuliza jamaa kwamba kuna sehemu aliingia akatumia muda mrefu sana, alikaa kama dakika 7. Alikuwa anafanya nini kama alikuwa afanye mauaji? Jamaa kwa mshangao alisema kwamba alivyoingia humo ndani alikuta kuna ua ambalo lilikuwa limewekwa karibu na dirisha, hivyo alisogeza pembeni na kuacha ujumbe. Jamaa akasema basi sawa, kama unasema hivyo na vipi kuhusu begi ambalo ulikuwa ukibeba na kupeleka upande wa pili? Jamaa akajitetea kwamba hilo begi nilimsaidia huyo bibi. Basi wakasema sawa, lakini hilo begi ndo ambalo lilikuwa limebeba maiti. Kesi ilianza kubadilika na jamaa alionekana kama yeye ni mtumiwa, kutokana na kwamba kila ambacho alikuwa akijaribu kujitetea ndo ushahidi ulikuwa ukiwa imara zaidi. Lakini pia wakasema vipi kuhusu simu ambayo ulishika? Hiyo ni ya marehemu, kwa nini ulikuwa nayo wewe? Jamaa akasema kwamba nilipokuwa nakula simu iliita pembeni, hivyo aliniambia kwamba nimpelekee alafu atanipa hela. Wakamwambia lakini mbona sehemu ambayo ulipeleka ndo karibu na maeneo ambako bibia alikuwa ameuawa, alafu kutoka umbali ambao ulikuwa ndo sehemu ambapo mwili ulikuwa umepatikana kwenye begi? Jamaa akasema hapana, ni kwa sababu nilikuwa nimeahidiwa hela ili niweze kupeleka hiyo simu. Wakasema sio kweli. Alafu daktari ametoa majibu kwamba kwenye mbegu ambazo zimepatikana kwa mwanamke, wewe ndio uliyehusika kumbaka. Basi watu wakaanza kupoteza imani na jamaa, akiwepo mpenzi wake. Kwa mshangao mkubwa akaanza kuamini kwamba huenda jamaa amehusika. Wakati huo jamaa anajitetea na kusema kwamba sio yeye amehusika kwenye hilo tukio. Basi wakamalizia kesi na kumpa jamaa kifungo cha maisha. Lakini pia wakasema kwamba hata hilo huo ambalo anasema lilikuwa halipo kwenye hiyo nyumba. Yaani ni kama jamaa kitu ambacho kwa anafanya kilikuwa kikienda vice versa. Basi mwanamke alimtembelea gerezani na kumwambia kwamba maisha yao yameishia hapa, yaani yeye hata kwa na mahusiano tena, waachane. Hii ni kutokana na kwamba necklace ambayo jamaa alikuwa akivaa ilionekana kwenye ushahidi, yaani sehemu ambapo vipande vya ule bibia aliyeuawa kulikuwa na necklace pembeni ambayo inaelekeana na jamaa. Jamaa amepata kifungo cha maisha na bibie ameamua kuachana naye. Yaani maisha ya jamaa yamebadilika ghafla, wakati siku za nyuma alikuwa akionekana ni kijana mpole ambaye anasambaza vyakula. Wakati huo alikuja wakili mpya, alikuja mwanasheria mpya akimwambia kwamba kesi inaweza kufunguliwa
itafunguliwa upya. Hivyo alimsihi jamaa akumbuke kila kitu, amwelekeze details zote. Baada ya Taejong kukumbuka vizuri, akakumbuka kwamba necklace yake aliidondosha kwa mdogo wake. Hivyo akamwambia mwanasheria kwamba apitie kwa mdogo wake pale, ataikuta necklace ile ambayo iliwekwa kwenye ushahidi sio yake. Inaonekana kuna mtu aliiweka tu makusudi na kumsingizia Mwamba. Mwanasheria akamtoa wasiwasi na kusema kwamba ataenda kwa mdogo wake kisha atatafuta hiyo necklace. Hataki kumwambia mtu yoyote mpaka upelelezi utakapoendelea wafungue kesi upya. Hivyo mwanasheria alimwambia jamaa aendelee kukaa kimya mpaka mambo yatakapokuwa sawa. Wakati huo gerezani maisha ya Mwamba hayakuwa mepesi. Alikuwa akionewa mara kwa mara. Tumaini lake lililobaki ni huyu mwanasheria mpya ambaye amesema kwamba kesi itafunguliwa upya. Basi jamaa akawa na matumaini, lakini cha ajabu asubuhi yake mwanasheria alikuja kumletea taarifa mbaya. Alimwambia kwamba eti alipofika tu alikuta mdogo wake amejinyonga. Hivyo hata necklace hajaipata bado. Mdogo wake amefariki, ambaye alibaki kama tumaini pekee ambalo ndo alikuwa akipata furaha kupitia mdogo wake. Na wakati huo ushahidi umeshapotea. Jamaa alikuwa kama amekufa huko anatembea. Wakati huo jamaa aliamua bora tu ajizile, maisha yenyewe yameshakuwa magumu. Baada ya kuwaza sana, Mwamba aliona bora ajitie kitanzi. Wakati huo taswira mdogo wake ikijirudia kichwani. Basi kutokana na juhudi za madaktari, jamaa alipona. Unaambiwa jamaa alifanya attempt za kujinyonga karibia mara 3. Na marafiki zake walipokuja kumtembelea gerezani, alikataa kuwaona. Yaani Mwamba alikuwa ameshakata tamaa mazima. Tumaini lake lote lilikuwa limeshaenda. Wakati huo pembeni kuna mchungaji alikuwa akimwangalia jamaa kwa namna alivyokata tamaa. Siku moja Mwamba aliingia kanisani. Wakati huo walikuwa wafungwa wengi wakihudhuria. Basi jamaa akiwa amekaa, mchungaji alimfuata akiwa na kipande cha keki. Alimwambia kwamba maisha ya gerezani sio mepesi kiasi hicho, inatakiwa jamaa akaze buti kwa sababu maisha huko hajawahi kuwa mepesi. Hata yeye kipindi cha nyuma alishaipitia changamoto kama hizi, lakini kwa sasa ameshazoea na maisha yanaenda. Mchungaji alimsihi jamaa anatakiwa kumpokea Mungu, alafu asahau mambo yote yaliyopita. Basi jamaa akiwa anamsikiliza mchungaji, aliona bora abadilike kwa sababu kama ataendelea hivi, basi sio muda watampoteza. Kwa uchungu jamaa alilia huku ameshika kipande cha keki. Basi jamaa aliamua kubadilika huku akiendelea kujisomea. Kwa wenzetu bwana, unaweza kuwa gerezani na bado kaendelea kujisomea. Basi jamaa aliendelea kupasha huku akiweka mwili sawa. Lakini wakati huo pia aliendelea kufanya mazoezi. Wakati huo pia aliendelea kupata vyeti kadhaa kwa sababu jamaa alikuwa akisoma kwa bidii sana. Hivyo akapata vitengo mbalimbali ikiwemo kukuza mimea ambayo ilikuwepo gerezani, lakini pia kuna baadhi ya mambo ya technical issues, yani kwa mfano kutengeneza magari ambapo yanaharibika, basi jamaa anaweza kawa anahusika kwa namna moja ama nyingine. Mwamba alibadilika sana kiasi kwamba kuna askari alikuwa akimkubali sana Mwamba, na kuna baadhi ya vitu ambavyo alikuwa akishauriana naye. Kwa sababu Mwamba saizi amebadilika, amekuwa mtu tofauti kabisa. Wakati huo mchungaji naye alikuja akampa kipande cha keki, lakini alimletea taarifa mbaya. Siku hii ndio ilikuwa siku yake ya kutoka, yani siku zake za kifungo zilikuwa zimeshakwisha. Basi jamaa kwa huzuni ilibidi amwage huyu mzee, wakati huo yeye akibaki. Baada ya mzee wa kanisani kuondoka, basi jamaa yeye ndio alikuwa amekabidhiwa kitengo. Yaani yeye pia alikuwa ni kiongozi wa dini hapa gerezani. Wakati huo tunamwona bwana mdogo mpya ambaye ameingia leo gerezani. Basi jamaa alikabidhiwa huyu bwana mdogo ili aweze kutubu dhambi zake. Jamaa alimkabidhi bwana mdogo Biblia, kisha akamwambia kwamba bwana mdogo, inatakiwa utubu dhambi zako. Bwana mdogo alipokea Biblia kwa uchungu, kisha akasema kwamba asingepokea simu basi leo hii asingekuwepo gerezani. Hii kidogo ilimshtua Taejong kwamba tatizo la bwana mdogo linafanana na tatizo lake. Yaani wote wapo gerezani kwa sababu ya simu moja tu ambayo waliipokea. Bwana mdogo anasema kwamba pia kumwamini mwanasheria mpya ambaye anafahamika kama Royal King ndio sababu ya leo hii mama yake mzazi amejinyonga. Yaani imekuwaje tu baada ya kupokea simu na kumwajiri mwanasheria eti mama yake amefariki na yeye mwenyewe ameishia gerezani. Basi Taejong alipata maganzi na kujua kwamba kuna washenzi ambao wako nje wanasingizia watu kesi, alafu wenyewe wanabaki wakila bata nje. Wao wanaishia gerezani. Baada ya kupitia hii kesi vizuri, Taejong anagundua kwamba kuna watu wanawasingizia. Kesho yake asubuhi ilikuwa ni siku mbaya sana, kwani yule kijana mpya alikuwa tayari amekwisha kujiua. Basi Taejong alipata hasira na maganzi. Watu walioko nje wamesababisha kijana ambaye hana hatia kujinyonga. Kesho yake Taejong alimwita mwanasheria na kumdadisi kuhusiana na kesi kwa sababu tayari alikwisha kumdodosa baadhi ya ushahidi. Imekuwaje hamna kinachoendelea? Halafu kuna kijana ambaye kesi yake inafanana na ya kwake.
Moja kwa moja Taejong akasema kwamba kuna watu ambao wanamsingizia, alafu anamhisi na huyu mwanasheria ni moja ya hao watu. Mwanasheria alicheka kwa dharau na kusema kwamba ni kweli ile simu ambayo alipokea yeye ndo aliiweka pale, alafu hata ile necklace aliyoenda kuifuata aliamua mnyonge mdogo wake, lakini atamfanya nini? Yeye saizi yuko gerezani. Hivyo Taejong alipata maganzi na kujua kwamba kumbe huyu mwanasheria alikuwa hamsaidii, bali alikuwa anasaidia kupoteza ushahidi. Taejong alimwambia mwanasheria kwamba ipo siku atalipa kisasi. Basi mwamba alienda mpaka kanisani akairejesha Biblia na kusema kwamba kwa sasa atalipa ubaya kwa ubaya. Wakati huo alionekana anachomoa msumari ambao baadaye atakuwa na kazi nao. Tunakuja upande wa pili ambako ndo kwa tajiri mmoja hivi kijana ambaye huwa ndo anahusika na matukio ya uhalifu. Yaani huyu ndo ambaye hubadilisha mazingira ya ukweli na kubadilisha kuwa uongo. Yaani huyu ndo ambaye huwa analipwa fedha na matajiri ili kuweza kuwabambikizia vijana wa watu ambao hawahusiki na kesi ambazo zinawapelekea gerezani. Anahusika na kununua vifaa vya uchongaji. Mpaka sasa amekwisha singizia vijana wengi wapo gerezani wasiokuwa na hatia. Ana kijana mmoja